Okay, kwa hiyo yeah. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama hiyo hapo ilikuwa tayari imeshatupa confirmation hapa kulingana na structure ambayo ilitengenezwa. Kwa hiyo it means kivyovyote vile mtu tu unakaa unasubiria market ije hapo ifanye reaction then uondoke zako. Kwa hiyo unakuta movement ambayo ilisababisha kuja kwenye entry ni hii hapa. Kwa hapo unachukua take profit zako unatulia pembeni. Kama unataka kuihold kwa sababu hapa imebreak, basi unakuwa na uvumilivu na una hold price ielekee juu. Kwa hiyo kisteli kama hiyo hapo. Kwa mfano kama leo, tukio la leo sikuwa kwenye soko lakini niliona hapo kwa mfano Euro JPY. Euro JPY kama nilivyoielezea kwamba highest point ilikuwa ni hii huku. Hii ndio ilikuwa ni highest point. Hii highest point ukiangalia ilikuja kuwa broken hapa. Baada ya kuwa broken tukakutana na hiki kiformation hapa cha nje. Kiformation kidogo fulani lakini kilikuwa kina mantiki. Sababu kikiangalia kilikuwa na vigezo vyake vyote kwamba tukiichola ile high yake ni hii huku imekuwa broken kwa kutumia candlestick to week, week to candle, and then tuna mark level yetu huku chini kistali kama hii hapa, then tunaanza kuichambua. Je, kuna lolote hapa ndani? Kwa hiyo ukiangalia hii ilikuwa ni 1 hour time frame. Kwa hiyo time frame ambayo ina relate naye ni 15 minutes. Unakuja 15 minutes unaangalia, je, ipo hiyo? Unaona, ukiangalia hapo unakutana nayo hii hapa, unakutana nayo hii hapa. Ila pia kama nilivyosema kwenye setup iliyopita, muda mwingine kwa mfano kama huyu hapa, ukiangalia labda market ilikuwa imeenda high kaja chini ikaondoka, then katika kurudi ikawa inatengeneza movement labda za aina hii hapa, then market baada ya hapa yep, kama hapo ikatengeneza hii point alafu ikafanya hivi ikaondoka. Ikifanya mchezo kama huu kivyovyote vile kulingana na ile entry level huwa inajulikana kwamba ni setup ambayo inabidi validate. Ukiangalia ni hapa kwamba ndio confirmation level. Kama ukija katika time frame ya confirmation, basi hiyo ndio inakuwa ni ya confirmation. Lakini kitu kimoja ambacho natakiwa kunote kwamba kulingana na kwamba hii ndio setup ya confirmation, sio kwamba itaenda wrong, hapana, ila itaingia kidogo ndani kulingana na kutokana na kwamba upande huu wa kushoto ipo hii hapa ya chini yake kuliko huyu hapa. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano setup kama hii hapa, ukibadilisha kwenye line chart utakuja kuona kwamba huyu of course, ila kulikuwa na huyu wa chini wake. Kwa hiyo ukitaka kuhakikisha utaona kwamba market mwisho wa siku inatakiwa pia ije kuretest kwenye hii ya chini. Zingine nitawaelekeza kesho. Hii sio types lakini ni the way market huwa inafanyaga reaction. Kwa hiyo hapo kwa mfano kama hii pair, then unasubiria market ije mark point hii ya chini alafu uone inavyofikiwa. Ina pips 4, tunaongeza kidogo kwa sababu pips 4 kidogo unaweza ukagusa stop loss yako ukajutia. Ukikutana na stop loss imekuwa tight sana kidogo, jaribu kuiongeza kwa sababu muda mwingine ni kama mitego kama broker. Kwa hiyo kiangalia hapa itakuwa setup imekamilika kistyle kama hii, na kama hii ndio mwanzo wa kushuka chini, it means kwamba hii ndio itakuwa ni take profit kwa hapa juu. Na mark kwa zone, lakini kesho nitaonyesha tuna mark kwa level. Kwa hiyo price unasubiria and then ifike then market iondoke. Unaona, kwa mfano kama hapa, kama ukiweka stop loss yako hapo unakuta imeguswa. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa, it means kwamba utakuwa umechukua entry yako hapa na imeondoka. Lakini hii kuguswa kwa hii stop loss wala haina shida, kwa sababu hii ilitokea event ambayo ilisababisha kwa kugusa hiyo stop loss. Kulikuwa na event ya SPI leo. Kwa hiyo hata movement ambavyo inaelekea kwenye entry mara nyingi sana huwa inaenda kwa hasira. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama hapo, basi market ilienda nikatap, take profit ikachukua na ukatulia zako pembeni, style kama hiyo hapo. Kwa hiyo ni the same way tunavyofanya ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hakuna uchawi wowote unless ni hizi structure ambazo huwa tunaziangalia basi.
iko pair nyingine ambayo imeniuma sana kwa sababu ni setup ambayo nilikuwa nimeisubiria tangu Jumatatu. GBP out ilikuwa sikuwa sokoni leo, kwa hiyo unakuta mwisho wa siku nimekuta tu imekuwa activated alafu imeondoka zake. Ilikuwa ni hii hapa, hii pair. Na bila shaka mpaka sasa hivi utakuwa umeona sehemu gani labda nilikuwa nimeiangalia kwa ajili ya entry. Ilikuwa ni market, nimeikuta market ina move of course enda huko juu, lakini at the end of the day sehemu ambayo ilitakiwa ni kama kawaida ni kwamba kutokana market ilifanya hivi, kaja hapa low ika break, then ikatengeneza outside formation ikaondoka zake. And hizi movement zote ni za kuvunja tu kwamba huyu high yavunjwe. Kwa hiyo na sisi kwa kuwa tumefahamu huyu ndo alikuwa ni market break of structure, basi pia tunafahamu kwamba huyu ndiye alikuwa ni outside formation. Sehemu hii hapa, hii ndio ilikuwa ni outside formation yetu. Sasa ukiangalia yenyewe kama yenyewe tu peke yake ilikuwa tayari ishatoa confirmation ya, labda ni uonyeshe kwenye line chart alafu utaona confirmation ilipo. Ukiangalia hapa sehemu ya tukio ni ile hapa, na ukianza kumark utamaki kama hili ilikuwa ni last low, alafu huyu alikuwa ni break of structure, alafu ndani yake hapa ndo nakutana na hii hapa engineered liquidity hapa. Kwa hiyo yenyewe tu alikuwa tayari amejitosheleza, na sikuwa na mambo mengi, nilikuwa namsubiria hapo hapo, and then stop loss yangu alikuwa kwa huku chini, subiria market ifike, lakini nilijua itachukua muda mrefu, kumbe market ikafika na ikachukua ikaondoka zake. Kwa hiyo kidogo nimeumia leo, lakini hivi ndivyo the way tunaangalia kama 1 hour. 1 hour sio time frame ya confirmation actually, ila kuna muda inatumika kama ya confirmation kwa sababu moja tu, kwa sababu inakuwa na tight stop loss. Yani imetengeneza structure ambayo ina riski nzuri, ndio unaweza ukaitumia kama entry level. Ila ikionekana umeingia 1 hour umekutana na confirmation alafu stop loss yake ni kubwa pips 50, hiyo sio confirmation. Ichambue zaidi kuelekea 15 minute ukutane na stop loss ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo kwa mfano pia kama hili drop ikaja kutapu and then hipo hapo. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba market haina mambo mengi unless mwisho wa siku wewe ndio uwe na mambo mengi. Hivi ndivyo the way tutakuwa pamoja tunaliangalia soko kistyle kama hii hapa, na confirmation ya kwanza ndio hii ambayo nimewapa, ni normal engineering liquidity, normal engineered liquidity. Yeah, mpaka hapo nitakuwa nimekitekeleza ambacho nilijipanga kukifundisha leo, kwa sababu sitaki kufanya mambo yawe mengi, kwanza step kwa step, ili mpaka mambo yanakaa kichwani kistyle kama hiyo hapo. Unless kama kuna mtu ana swali, kwanza ni pips killer. Nimeona pale vitu vyako ulinitumia kule WhatsApp, of course ni entry nzuri katika mwanzo wa kujifunza, kwa sababu hata confirmation ilikuwa sijawapa. Kwa hiyo ni mwanzo nzuri. Lakini pia ulitaka kuniuliza swali. Yaani swali langu ambalo nilikuwa nataka kuulize. Naam. Yaani naona yaani kama vile limeshajibiwa. Yaani kwenye market kama unavyoiona hapo. Nilikuwa nachambua ni euro AUD nadhani. Euro AUD, sio? Yeah, nadhani nilikuwa naichambua kama euro AUD. Hii pair. Naam. Yeah, ni huyo. Sasa ambacho nilikuwa nataka niulize, labda kama utanipa kalamu niweze kuchora hapo. Unaweza kuannotate tu hapo. Huko juu huko kwenye hiyo dashboard kuna sehemu wameandika annotate. Kwa hiyo ukitap unaweza ukachora kwenye screen yangu. Then ukumbuke kufuta. So labda market imekaa hivi, unaona
Bado sijaanza kuona mchoro. Okay, sasa hivi nimeona. Yeah. Market imekuja mpaka hapa, ikaja ikatoa inside formation, ikaja hapa juu kabla hajavunja, ikaja katengeneza outside formation, Unajua alafu market ikafanyaje? unajua mchoro Ikaondoka. umeganda, alafu sione ambacho unakichora. Okay, kimetokea sasa hivi. Ehe. Sasa hapo tunajua kabisa market ili break hapa, ili break hapa this area set. Je, market hapa tunadili na hii outside formation au inside formation? Okay, katika hiyo scenario sasa, katika hiyo scenario ambayo utakutana nayo kistari kama hiyo hapo, hiyo ni unajua, katika kumove kwa market kupo kistari kama, futa mstari alafu nikuonyeshe. Futa mstari yako alafu ni design ya kwangu hapa ambayo ina relate na kwako. Market ina uwezo wa kumove kama ifuatavyo. Market inaweza kumove hivi pap, alafu ikaja, mbona ufuti au umegoma kufuta, ikaja ikafanya hivi. Naona kama nimegoma vile. Jaribu kufuta bwana. Sababu kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama hapo, iangalie hiyo ambayo nimechora mimi, sawa? Pointi iko hivi. Pointi ipo kwamba market huwa tunadili na currently market price. Yaani sehemu ambayo market ipo ndio sehemu ambayo sisi tunatakiwa kudili nayo. Si utakuwa unanielewa? Yaani ile kwamba of course umekutana na inside formation, alafu inside formation haijakuwa tested. Hiyo ni fresh bado, na still itakuwa ni valid. Kwa mfano hii hapa, hii ni market shift ambayo imetokea hapa, lakini market shift hii haikutokea, bali ilisababishwa na nguvu ambayo imetokea hapa. Kwa hiyo ilikuwa na inside formation. It means hapa ni sehemu ambayo mtu anatakiwa kudili nayo, kuiangalia entry, lakini market haijataka kurudi. Sawa, market ikaondoka ikambreak na ikatengeneza outside formation ambayo ina vigezo vyote ya kuwa considered. Sasa hakuna tatizo kabisa kwamba ukikutana na hii sasa, tambua tu kwamba market shift imetokea hapa na hii ni outside formation. Kwa wakati huo unatakiwa kudili na hii hapa. Kama ina confirmation lazima itakuja kureact vizuri, alafu kama ni market ilikuwa imeturn ndio ikaja kutap, it means utachukua take profit hapa, utasubiria market ifanye maamuzi mengine. Itakapoanza kudrop, hii ndio inakuwa ni area of concentration yako ya pili, ambayo hii ndio inakuja kumaliza kwamba ile fresh area ambayo ilikuwa haijakuwa tested ndio inaenda kuwa tested. Kwa hiyo ni nini ninamaanisha? Inamaanisha kwamba pale ambapo market imetengeneza currently break of structure au outside formation, hiyo deal nayo kama kutakuwa na confirmation. Kama haina confirmation ipotezea, kwa sababu itavunjwa tu. Kwa hiyo deal na ile ambayo itakuwa ya chini, lakini tuhakikishe kwamba hiyo ya chini lazima tu itakuwa tested kivyo vyote vile, kwa sababu haiwezi ikaachwa market fresh. Liquidity ni lazima ziwe tested, ndio lengo la kutengeneza kwa liquidities area. Si utakuwa umeipata? Kwa hiyo kwa structure kama hii naweza nikakuonyesha demonstration ya hii kwamba itakuja ku retest, lakini baadaye itaonyesha nguvu kuja ku break, ije ku retest, iondoke zake. Nimelijibu swali? Niliweza kuiona. Ilirudi kwenye inside hiyo formation. Sasa hapo uliponiambia kwamba confirmation itakiwa kwenye outside ndio ipate confirmation, na nikiangalia pale kulikuwa hakuna confirmation yoyote, karudi kwenye inside ikaondoka market. Yeah. Kwa hiyo huwa ndio inafanya mchezo kama huo hapo. Kwa mfano ukiangalia hii ni engineering liquidity hii hapa, si ndio? Hii hapa ni structure engineering liquidity, lakini ipo ya chini yake zaidi. Kwa hiyo ukija kuangalia unakutana na huyo hapa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna entry tofauti. Yule ambaye atakuwa ameitumia ile ya ndani na yule mwingine, utakuta kwamba mnatofautiana sniper kistyle kama hiyo. Kwa hiyo
The way tutazidi kufanya, I mean, kwa sababu zipo currently market ambazo zitakuwa zinaendelea kurun, tutakuwa tuna analyze pamoja, kila mtu lazima atafahamu tu, na hivi ndivyo ambavyo tutakuwa tunafanya analysis, unless kuna swali lingine hapo. Twende kwa Salcam please, niulize, kuna swali lolote? Unalo swali? Kwamba katika baadhi ya scenarios naona kwamba ndio market ikisha break pale katika kuja test na kuchukua entry, katika scenario zingine naona kwamba price huwa inarudi pale katika validation, haifiki mpaka kwenye invalidation huko. Okay. Inaishia kwenye validation pale, inachukua entry. Ndio. Sasa hapo sijaelewa inakuwaje. Okay, inafikia katika hizo mambo mtapigwa. Sikia, iko hivi. Of course, inatokeaga, inafanya retest ya flip kama flip fulani, kwamba market kwa mfano kama hivi, unakuta market inakuja kufanya retest hapa, si ndio? Si ndio? Ikifanya hivi kivyovyote vile mpaka hapo tayari na wewe inabidi ufahamu kwamba upo upande sahihi wa soko, kwamba hiyo retest ambayo imeonekana hapo kwa mtu ambaye amechukua sawa, huyo achana naye, ila kwa wakati wako wewe, sehemu hii inakuambia kwamba kulikuwa na break of structure with outside formation. Ziangalie sana entry hizo, utakuja kwamba market baadaye zinakuja kufanya retest sehemu hii tena, inakuja kuchukua entry tena. Sawa Salcam, kama sehemu hii imekuwa tested haijafika huku chini, basi fahamu kwamba hii ilikuwa na nia ya kutengeneza outside formation, na ikishatengenezwa kakamilika, market itarudi tena kuja kufanya retest kwenye outside formation area of liquidity yake. Kama kuna confirmation pale, lazima itafanya retest. Kama hakuna, inarudi huku chini kwenye huku. Sijui unanielewa hapo? Umeelewa concept kidogo, kwa sababu at the end ndio hivyo ambavyo kweli inatokeaga market, huwa inafanyaga mchezo kama huu. Okay, sawa, nimekuelewa. Yeah. Allen, vipi hapo? Aisee, hapo ni bomba. Ndio. Na kuelewa vizuri kabisa, na leo nilikuwa najaribu kufanya mazoezi kwenye pay ile ya GPP Audi kama nitakuwa sijakosea. Na nimeona matokeo ya ambacho tunajifunza. Sawa. Shukrani kwa kuelewa. Hamisi, Sheikh. Nimekuelewa. Naam. Nimekuelewa vizuri. Shukrani. Kwa hiyo hakuna swali? Asante. Sina swali. Majawa. Na maswali mawili au moja hivi. Mangapi hapo sasa? Swali la kwa yani yote ambayo yatatokea, kama itakuwa ni moja au mawili basi atauliza. Uliza. Swali la kwanza, tuko kwenye daily time frame ambayo ni tutaitumia kama ni constant time frame. Naam. Sawa? Ndio. Ya pair fulani. Tumechambua kwa tumekuja kuona kuna break of market structure ambayo imetokea kwenye daily time frame. Kwenye daily time frame. Kwa point hapo na tukapata vile vile concentration area, tukapoint napo pia. Tunaporudi kwenye situational time frame ambayo ya 1 hour. Katika ile area ambayo tumemaki kama ni break of market structure, tukaikuta trend pia imetokea, imevunja pale, lakini katika kuvunja kwake imevunja ikaja kutengeneza
outside formation. Sawa? Afu ikaelekea tena juu, elekeo wa kupanda kama kawaida wa bullish. Sasa itakaporudi sisi tuta consider hii outside formation ambayo imeform, hata kama tuna hii ile concentration ambayo chini ambayo pia imeonyesha confirmation. Sawa? Sasa ikirudi hapa kwenye outside formation hapa. Sawa? Itaporudi kwenye outside formation, na hapo tumeona confirmation pia imeonyesha, tukaweka point ya engineering liquidity yetu pale. Ikaja ikaingiza order. Ikapanda, then ikaja ikashuka. Yaani haikufikia tena kwenye kule ambako ilikogeuzia kule kwenye last haya. Ikashuka, ikaja hit stop loss. Hit stop loss au break even. Yaani iseme nani imechukua stop loss yetu ambayo tumeweka, tulishaweka order kwenye hiyo kwenye liquidity yetu, baadaye kwenye further most deviation yetu imevunja pale. Ikarudi tena huku chini. Sasa swali likoje? Hii ni nini inapelekea mpaka kutokea kitu kama hiko? Hilo swali la kwanza. Ndio, kuna maswali mengine. Swali la pili, tunapochambua pair fulani kutokea kwenye time frame kubwa, labda weekly, kule tutamake nako pia tutachambua, tutaangalia market shift wapi imetokea, tutaiona. Tutakaporudi chini tena huku, si lazima tulilete na ile, tukija kwenye H4 kama tulilete na kwamba na kile ambacho kimetokea kwenye weekly time frame. Tunakuja kwenye H4 tunakuja kuona kuna zile trend zingine pia zimetokea ambazo tunasema ni minor zile. Lakini katika hizo minor pia hapa sisi tunakuja kuangalia formation gani imetokea. Si ndio? Tukisha kuja kuangalia formation ambayo imetokea kwenye hizi minor kwenye hii H4 time frame, labda tunapata inside formation. Tukamark pale wakati kwa tumemark area of concentration kutoka kwenye weekly time frame. Kwanza ngoja nikujibu kabisa. Ngoja kwanza nikujibu kwanza. Maana sijui nikasahau kabisa. Iko hivi, ukiwa katika high time frame. High time frame ina relate na high time frame structures. Hizo minor ambazo unazizungumzia unatakiwa kuziconsider wakati unafanya mambo ya minor. Nazungumzia kivipi? Upo katika weekly time frame alafu unakuja katika 1 hour, I mean 4 hour time frame unaangalia minor trends, hapo utakuwa unalikosea soko. Yaani weekly time frame basi refer kama ilivyosema, kwa mfano weekly time frame huyo hapa ndio weekly time frame. Weekly time frame amesema hivi, wewe ukaja uconsider hizi movement ndogo ndogo kama ni movement nazo kama za shift, basi utakuwa unalikosea soko. Kwa mfano kama hapa tuseme hii movement yote ndio hii hapa, inaweza katengeneza kama hii hapa kurudi katika low time frame, lakini haimaanishi kwamba hapa ndio kulikuwa na shift, alafu kwamba ndio uje kuiconsider kwamba hii kama ni invalidation level chukua entry. Ukifanyia hivyo maana yake ni kwamba umeharibu kutokea kwenye swing trade. Sasa hivi unataka kudili na vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo itakapokuwa stopped hapo usishangae, kwa sababu ulikuwa unadili na vitu vidogo. Kwa hiyo high time frame ina relate na movement kubwa kubwa. Yaani movement ndogo zote huwa zinapuuzwa. Kama utakuwa na consider movement kubwa. Utakuwa unanielewa? Kwa hiyo ukiwa katika high time frame you don't need to consider hizo movement ndogo ndogo. Kama unataka swing trade ni lazima uwe katika structure kubwa kubwa. Ina maana yaani nakwambia hivyo kwa sababu point zile kwenye labda kwenye daily zile structure tukipatana. Nakwambia hivyo kwa sababu ukiconsider kwa mfano upo katika hii movement hizi hapa ambazo zinaonekana hapa, hizi hapa kutokea huku mpaka inafikia hapa, lakini tukiangalia hii movement, tukiangalia hapa tuibadilishe tu kwenye line chart, labda tufanye hivi.
Wewe ni kitu gani hapo unakiona kama sio market shift hapa, alafu ina outside formation? Ukiconsider kitu kama cha aina hii, wakati huo ulikuwa una consider movement kubwa za kuswing, it means kwamba usije ukashangaa market inakuja na kubomoa. Sio, unanielewa? Nakupata. Kwa hiyo hakuna kufanya consideration kwenye pointi ambazo ulitokea katika swing trade structure kubwa kubwa unaziconsider, alafu wewe unaenda kuangalia structure ndogo. Hapo utakuwa unalikosea soko, na kulikosea kwa soko wewe ndio unapata hasara, lakini soko sio alipata hasara. Kwa hiyo kistadi kama hiyo hapo the way, ndio maana nasema bado sijamaliza. Nitakapozidi kuelezea utaelewa kila kitu. Okay, hapo nimekupata. Kubwa unatakiwa tuangalie tu kama tukitoka kwenye time frame kubwa. Wewe unabidi uangalie structure kubwa kabisa, yeah. Kwa utapokuja kwenye time frame ndogo, sisi tunadili na point zetu zile zile kutuonesha kule kimeform kitu gani kingine. Yeah. Okay. Yaani tutakiwa kuangalia labda time frame ndogo imeonyesha structure zingine, si na ile tu ambayo tumetoka nayo kule kwenye high time frame. Yeah. Kwa sababu nakwambia hivyo kwa sababu nyingine, angalia hii kwa mfano hii movement. Hii movement ni clear kabisa, si movement. Lakini humu ndani ukiingia humu ndani utakutana na structure za market shift nyingi sana humu. Lakini baadaye market ilichokifanya ni kuchukua muda wake, lakini baadaye ilirudi kuja kufanya retest kuondoka zake. Kwa sababu ndio movement ambayo ipo kulingana na structure ambayo imetengenezwa. Ila ukiforce kuangalia na structure ndogo, basi utakutana na vingi ambavyo utatakiwa kuviconsider. Kama unaangalia vitu vidogo, it means kuwa makini kwamba unatakiwa kufanya scalping, kufanya intraday, vitu vidogo vidogo pia. Yeah. Okay. Hapo nimekupata, nadhani nimepaelewa. Yeah, bila shaka of course nikishamaliza tu session zote na sisi mtakuwa mko fresh wote. Mtakuwa mmeelewa kila scenario ambayo huwa inatokea. Yeah. Mwingine ambaye anasema Devi. Hapo mimi swali langu ndio unakuta kwa mfano kwenye hiyo pay iliyotoka hiyo euro Audi. Naam. Leo nilikuwa najaribu kupitia tu yale uliyofundisha ya nyuma. Na hisi mbeleni huko naweza nikaja kuwa na maswali mengi, nasubiri tu ili nielewe tu kitu kizima. Kwa kuwa ni mentorship nadhani tu nitakuwa narekebishwa. Sasa kwa mfano kama hiyo pay iliyotoka hiyo euro Audi. Unakuta ile labda hiyo inside formation unakuta imekuja imebi respected, lakini unakuta imeshuka chini kidogo ya ile level yetu ambayo ilikuwa ni level ya mwisho ambayo ilikuwa labda ndio tunapaswa tuweke stop loss. Unakuta kwamba inaenda kugusa nayo. Unakuta sasa imeenda imegusa hiyo level chini, afu ndo imerespect tu inaondoka zake, inaenda kwenye direction. Okay. Point hizo ni technique tu ambazo of course tunakutana nazo. Market tu kwamba muda mwingine ni inaweza ikawa imesababishwa na news, muda mwingine of course ni normal kabisa, movement inatembea, lakini kuna vingine tu vidogo vidogo ambavyo huwa tunavikosea, alafu market ndio inafanya kukuadhibu. Unaona, lakini katika ukishatambua ile trend maalum kabisa, basi kutokea kwa makosa hayo huwa ni mara chache sana. Okay, swali jingine ni nahisi naelekeana na ndugu mmoja hapa aliyeuliza. Ndio. Unakuta kwenye time frame kubwa wenda umeanzia daily, umepata area of concentration kwamba ni sehemu fulani, kwamba market inabidi irudi hii sehemu. Sasa ukiwa unashuka labda ukashuka kwenye eneo, unakuta tena kitu kingine katikati pale. Kwa mfano nakumbuka nilisema kwa mfano hii ni daily time frame, sawa? Nimetengeneza hii structure. Always hii ndio point of concentration, sawa? Yeah. Unaweza kashuka kwenye eneo hapa katikati hawa endapo ndio naelezea. Hawa ukikuta unaweza aukuti kitu kama hiki tena kwa sababu hii ni daily. Hawa utakutana na structure nyingine yake, lakini ambayo itakupeleka upande ule ule
Kwa mfano utakutana na kitu kwa mfano kama hiki. Pointi yako ilimakiwa hapa ya concentration, lakini ulivyofika kwenye hii time frame unakutana na hii structure. Structure yenyewe tayari unakuta kwamba imekueleza wewe mwenyewe katika zile point of consideration, hapa ilitengeneza shift, na hii ndio movement ambayo ilienda ku break huyu high. Kwa hiyo ndio tunavyosema kwamba time frame ya chini yake huwa inabidi itengeneze relation kutokana na high time frame ilivyosema. Kwa hiyo hapa ndio inakuwa ni point yako ya consideration tena, na sio hii tena. Samahani, kwa mfano unaona hapo kwenye point of consideration, assume hapo hapo juu ingetengeneza structure tena. Wapi? Kama hapa ndani? Hapa juu hapo. Juu kidogo hapo. Baada ya kubreak kabla ya kubreak hapo katikati. Kabla ya kutengeneza shift hii ndogo. Baada ya kutengeneza shift, sawa, hiyo shift ndogo. Ikapanda ikatengeneza structure nyingine hapo. Yani it means kwamba ilipofika labda kama hapa ikarudi tena ikafanya hivi. Ikafanya mchezo kama huu. Hapa point iko vile vile kwamba tunachokiangalia ni currently market imefanya kitu gani. Sawa? Angalia kwa mfano kama hapa market shift imetokea lakini ikatengeneza outside formation hii hapa. Lakini market kabla ya hii, baada ya kutengeneza market formation ya nje mwenyewe tu na yeye akawa ametengeneza break of structure, kwa sababu formation ni break of structure actually. Sawa? Lakini ukiangalia kama hii ikitokea formation kama hii tena, it means kwamba tunaiangalia sasa kama hapa ndio alianza ku break, basi maana yake sisi tutakuja kudili na yule ambaye sasa hivi yuko present. Huyu alikuwa ni break of structure alafu akatengeneza formation wa nje, sisi tunakuja kummaki huyu wa nje. Huwa tunadili na yule kama nilichokielezea jana tu kwamba kama huyu ndo ambaye atakuja ku break hapa, amebreakiwa. Kama kulikuwa na structure hapa ndo atakuja kutengeneza kwa nje, na huyu ndo ambaye atakuwa anakuwa tested. Na kama kuna structure ambayo yuko ndani, basi market itarudi ndani kwanza kuja kufanya retest. Lakini tutaangalia movement ile ambayo ili break. Ukiangalia muda mwingine unakutana na structure nyingi sana chini. Nyingi mno. Lakini ila kama hizo structure zote hazina confirmation, tunaachana nazo, tunachukua hata ya chini ambayo ina confirmation. Unakuja ya mwisho kabisa. Okay. Blaza. Ya kama hapo katikati hapo ambako yule alienda kuchukua int hapo katikati hapo kuna inside information ambayo jamaa ndo anaizungumzia hapo. Wapi? Hapa. Ambao alikuja jamaa akachukua huku kwenye structure hii huku kwenye market kabisa, ukiachana mfano. Hapo mwanzoni tu hapo aliko buy yule warudi hapo. Alipo buy huyu jamaa hapa. Yeye alibuy hapa. Hapo katikati kwenye hiyo movement hiyo ambayo inaonekana iko empty kwenye H1 kwenye setini kuna kwenye 30 minutes. Hapo ukienda unakutana na kuna formation. Kuna formation hapo kwenye sasa ndo vile ambao mshasiku utakuja kuona kwamba point iko hivi. Yaani point kitu ambacho utakuja ukiangalia katika 30 minutes, wakati 30 minutes inatumika kwa ajili ya confirmation, unaangalia kama kuna formation, utakuwa unalikosea soko. Si unanielewa? Yaani formations mwisho wake ni kuanzia pale 1 hour kuelekea huko juu. Hizo formations zote zitatokea. 30 minutes itatumika kwa ajili ya confirmation, 5 minutes. Kama hakuna confirmation tunapotezea. Kwa hiyo ukifika katika hii time frame ukaanza kutafuta formation, iko ni kitu kingine. Na kwa wakati huu ni bado lazima kwanza tuanze na kuziangalia confirmation kwenye hizi time frame. Kwa hiyo tunaangalia chenye specific. Hapo fresh. Kwa kistadi kama hiyo hapo. Naona dakika zinaisha. Kuna mwingine? Yake dakika moja imebakia. Hapo mimi nimekupata vizuri. Kama mmenipata basi of course maswali ya kwa sababu sasa hivi ndio sehemu ambayo tumeingia kuchambua soko kwa wakati huu. Kwa hiyo ni lazima maswali yatakuja mengi sana, na maswali hayo mimi nitayajibu kwenye action kabisa kwenye soko tunafanyaje. Kwa hiyo hii video nitazituma, alafu and then kesho tutaendelea na kitu kingine chake. Tutafanya mazoezi zaidi.